mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, nikiitwa hukumuni na amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Amen. Kwanza nataka nitoe rambi zangu kwa familia ya mwalimu Principal Yariti. Pole. Pia nitoe pole zangu kwa wanafunzi wote wa Kisii Polytechnic na wananchi watukufu wa Kisii, na pia katika ambao wanatuongoza kiroho. Nataka, kwa sababu nataka nikimbie matanga na mimi 2-3. Nimekuja nimuone mwalimu Bwana Nyariki alivyolala. Mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme mambo matatu pekee yake. Kwanza, mwalimu Nyariki, sisi kama county tulikuwa tayari na yule mwalimu aliyekwepo, tumatoa mashini za kutengeneza cabros ambayo hiko hapa nyuma. Baadaye tukakubaliana kwamba zile cabros zikitolewa na wanafunzi wale, wangepata kandarasi, pesa ambazo tungepea katika county hii watengeneze pavement za town yetu, kwa sababu hii ilikuwa ni kitu cha muhimu. Wanafunzi hawa wapate kitu kidogo ya kulipa karo ya shule na waweke pesa mfukoni. Cha pili, nataka niseme mwalimu mkuu ambaye ni Vice Chancellor wetu wa Kisii University, I wish wao wamenisomea hapa wangekuwa hapa, ningewaambia kiroho safi yale ambao wanahitaji kufanya katika kusaidia wananchi watukufu wa Kenya na wa Kisii, lakini wametoka. Na nitasema tu wananchi wasikize. Kuna mradi mmoja ambao mimi niliongea na rais, unaitwa Kenya UK Health Alliance, ambao ulikuwa ulete bilioni 500 katika region ya hapa Lake Region Economic Block. Kisii University ilikuwa ikue hub, ipate bilioni 150. Maseno ipate bilioni karibu 40, Bomet, Masinde Muriru. Lakini tulipokuwa tunaongea na mheshimiwa rais, huyu ambaye anapiga kelele hapa, akasema kwamba anasema inji iko na deni. Hata sisi wa Kisii tumesema kwamba pia tukue katika deni ya Kenya. Mimi ningemuuliza, pesa hizi sasa wamerudisha kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 120. Na hata hiyo bilioni 120 sioni ikija hivi karibuni, kwa sababu kumekuwa na vitina nyingi. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu, kama mngeeka nguvu ya vitina katika maendeleo, nchi yetu na kaunti yetu itaendelea mbele. Hii barabara peke yake hapa kwa mto daraja moja imeua watu wengi. Jana tulikuwa tunazika msichana mmoja wa miaka 17, alikuwa amepata B+ kwa sababu ya accident. Leo mwingine anazikwa hapa Bobaracho. Mimi ningeuliza kwamba nguvu hizi zote mnaweka, negative energy tuiweke ifanye kazi. Kitu ya pili, nimeona mtu anaitwa eti county commissioner hapa. County commissioner, wacha tukuambie bwana, wewe umepewa kazi, fanya.
Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho kwenda upigiwe kura kwako nyumbani, ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kuwa wandamazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Kwa hivyo mimi nataka niseme, hata mimi nawapenda, asanteni. Nataka niseme hivi. Asante. Nataka niseme hili na lieleweke vizuri. Hawa wangwana, mwingine anapiga kelele hapa kama si rais, na atushukuru Mheshimiwa William Ruto, alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie Mheshimiwa Rais William Ruto asante kwa sababu ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027 debeni, ile kitu hatutakubali ni kutumia vyombo vya madola ambao ni askari, ambao ni machiefs katika kuintimidate mtu yoyote. Mimi nataka niseme nikimalizia, mama mjane, pole mama, tutasimama pamoja, usife moyo, mzee amelala. Lakini mwalimu, ukienda, unapokwenda wewe waambie kwamba Kenya na Kisii tuko imara, tutaendelea na kazi nzuri ambayo pia uliacha katika college hii. Nataka ni mimi nitoe onyo. Si niwaambie? Mtakubali niwaambie? Kitu hatutakubali. Hatutakubali ni kitu tunaita home ground terrorism, ambayo huyu anaongea hapa, yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Kwa hivyo nataka nimuombe tafadhali, Mungu akipenda mguze roho yake. Wamegeuka, hata wanavunja magali, wamesema wataua watu ndio waseme kwamba Simba amefanya nini? Ameua watu. Mimi nataka, kwa sababu vyombo vya usalama viko hapa, tafadhali askari wetu, viongozi ambao mko hapa, fanya kazi kulingana na sheria. Nimalize kwa kuuliza waombolezaji, wale wageni mmekuja hapa Kisii, sisi ni watu wa amani, isipokuwa mmeona wale ambao wanaletanga fujo wametoka hapa. Kama wao ni wanaume wanakaa sasa, unataka kumaliza kuongea kabla sijaingia. Wewe mwanaume unangojea, unasomea mwingine. Mimi nimekupata ukiongea. Mimi pia nahuzunika sana kwa sababu matanga haya nilikuwa nikuje niomboleze pamoja na familia. Wanafunzi, nikimalizia tafadhali wanafunzi, kwa sababu mwalimu wenu ndiye amelala. Mimi nataka niseme hivi, tauni hii mtakuwa na amani. Tauni hii tutawapea nafasi. Tutawapea nafasi ya kandarasi ambazo zingine zitapatikana kupitia college, both the university and the polytechnic. Kwa hivyo mnapokwenda nyumbani, wale ambao mmemaliza, tunajua kwamba hatuna kazi. Pale stadium tumeanzisha shule ya kufundisha mambo ya kazi, ajiri center, ambayo kaunti 2 zilifunga, sisi tumepewa nyingine na Mastercard.
Ndugu zangu, hizi vita mnaona hapa sio vita zingine. Hii hospitali kubwa tuko nayo hapa H.E. Nilipoingia ofisini nilipata wanakusanya milioni 47 kwa kwota. Vile tunaongea saa hizi inaokota shilingi milioni 200. Maji hii ya Kigati nilipata wakiokota milioni 7. Sasa wanaokota milioni 22. Mkiona hii kelele yote, hii kelele inayopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Bishops, nataka mtuombee. Hii mambo ya ufisadi lazima tutaimaliza. Na mimi sitakubali mali ya umma kuliwa kiolela. Na wananchi, nyakati za Nyayo, wakati wa Moi, katiba ilikuwa inatumika ni nyingine. Mzee Moi alilala akaenda, ameenda salama. Tuko katika mwamko mpya ambapo lazima tufanye kazi bila vitisho zozote. Na mabadiliko makubwa yanafanyika kutoka kwa wanafunzi. Mimi nimekuwa mwanafunzi, kiongozi mwanafunzi, na nyinyi wanafunzi lazima mfikirie. Kuna wanafunzi wawili, nataka leo nimalizie kwa kusema, wanafunzi wawili kutoka St. Paul University waliandika proposal wakapresent before the European Union. Wanafunzi hao wawili, mmoja kutoka Omabei hapa na mwingine kutoka Meru, wakaandika mambo ya sanitary pads, kutumia hii mgomba ya ndizi. Wakapewa 140 million. Wamekuja, mimi nimewapea eka 2 hapa ATC kufanya factory. Tafadhali wanafunzi mko hapa. Huyu muungwana alikuwa anaongea hapa, lazima aongee kitu kizuri ya kuona kwamba na maendeleo na akili isaidie wananchi. Wale wanafunzi wataandika wanafunzi wengine hapa. Wale wanafunzi wawili juzi walikwenda Amerika kupata zile pesa ambazo zilikuwa zimepitishwa. Tafadhali, for you students, be innovative. That's why we have come to this school. Hata ukiuliza hii tent baada ya miaka 5 itakwambia pia ilikuwa kwa hii polytechnic. Tafadhali usiwe tent, usikue mic, na usikue kama watu wengine hapa. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali wanafunzi mko hapa, mfanye bidii, ndiposa kesho tukue na nchi ambayo iko salama. Mwisho nataka nilete salamu za Baba Raila Amolo Odinga. Amesema nikija niwasalimie, nipeane familia pole. Sisi kama tungeingia kwa serikali leo hii, au hata askari wangekuwa wanang'aa. Kama tungechukua serikali, wakina mama wa mboga wangekuwa wanapata shilingi 6,000. Hiyo ndio serikali ilikuwa ya ODM ama ya Azimio. Lakini liwe liwalo, Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Tumesema kwamba tutashirikiana na yeye, lakini hii vitisho ya ambia huyu jamaa anaitwa County Commissioner, hawezi tisha sisi. Hawezi tisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umemea pembe leo. Tunang'oa. Asanteni na Mungu awabariki. Nimeambiwa tafadhali. Nimeambiwa wanafunzi, matanga haya yataendelea kwa amani mpaka yaishe. Tafadhali msiondoke. Naomba nitaka zangu kwa mama ya shilingi 1,100 ndipo za matanga yaendelee. Asanteni, Mungu awabariki. Asante.